Mimi ni Mpentekoste. Ni hivi, Pentecost maana yake hasa ni 50. Pente ni neno la Kiyunani yenye maana ya 50. Maana yake nini? Ya pili, Pentecost ni moja ya sikukuu muhimu sana katika mila na desturi ya Kiyahudi. Ni sikukuu ya mavuno ya mwaka. Watu wanaleta matunda ya nchi ambayo Mungu amewabariki kwayo kama ibada na sikukuu ya mavuno. Lakini la tatu katika Pentecost tunasema ni siku 50 baada ya Pasaka. Siku 50 baada ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Pekee sana kwa kanisa la Kipentekoste na Wapentekoste wanaoamini kama sisi, mimi na wewe. Pentekoste ni siku ambapo ni siku ya sikukuu ya mavuno. Lakini pia katika kipindi hicho walipokuwa wanasherekea sikukuu ya mavuno, ndipo ile ahadi ambaye Yesu alisema msitoke Yerusalemu hata mtakapoipokea ile ahadi itokayo kwa Baba. Alikuwa anaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anasema msitoke hata kidogo mpaka mtakapoipokea ile ahadi ambayo habari yake hiyo ahadi ya Baba mlisikia kutoka kwangu, msitoke, ambayo mtaipokea katika siku chache. Pentekoste ni siku ambayo Roho Mtakatifu alimwagwa juu ya wote. Biblia inasema wote wakajaa Roho Mtakatifu, wote wakanena kwa lugha mpya. Do you like that one? Wote wakajaa nini? Roho Mtakatifu akamiminwa, akaachiwa, akamwagwa juu ya watu wote waliokuwako katika kile chumba cha juu. Ni mitume pamoja na wale 120. Alisema msitoke Yerusalemu. Sasa Pentekoste kwetu sisi ni siku ya mwagiko la Roho Mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Hata tukabadilishiwa ukuhani wetu, tukawa makuhani wa Mungu wetu. Praise the Lord. Wakajaa. Sasa leo ni Jumapili ya Pentecost. Tunasema ni Jumapili ya Pentecost kwa maana ya kwamba ni Jumapili ambayo tunaongea Pentekoste kama siku ya kanisa kuwaza na kufikiri juu ya watu wanaopotea dhambini. Not only about feeling and the feeling of the Holy Spirit and the refilling, but thinking of the lost people. Sawa jamani? Pia Pentekoste ni siku kama leo ambayo tunasema Roho Mtakatifu ni roho wa umisheni. Roho Mtakatifu ni roho ya umisheni. Tuanze hivi. Basi enendeni, sura ya 28 kitabu cha Mathayo. Hebu nianze hapo kidogo, ili tuende mahali fulani ambayo tutakwenda kufurahia jambo lingine jipya katika utumishi wetu kama kanisa. Ni Jumapili ya Pentecost ya kuwaza kuhusu watu wanaopotea dhambini. Ni Jumapili ya mavuno. Ni Jumapili ya kufikiri walipokuwa wanafanya sherehe ya mavuno katika mila na desturi ya Kipentekoste. There were a number of people, they were there from different nations that time. Kulikuwa na idadi kubwa ya watu wakati walipokuwa wanasherekea ile sikukuu ya mavuno. Kulikuwa na watu kutoka mataifa mbalimbali duniani, kutoka Afrika, kutoka Asia, kutoka Ulaya, walikuwa pale kwenye sherehe ya mavuno. Tunasema Upentekoste
Roho Mtakatifu ni roho wa mavuno. Hebu sema, Roho Mtakatifu ni roho wa mavuno. Ujazo wa Roho Mtakatifu na kujaa kote kule ni kwa kusudi la roho, ni kwa kusudi la huduma na umisheni, ili kuwafikia jamii ya watu wengi ambayo bado mpaka sasa hawajapata nafasi ya kumsikia Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Roho Mtakatifu ni roho wa umisheni. Is a missionary spirit. The Holy Spirit is a missionary spirit. Yesu akawaambia wanafunzi wake, hebu tuanze hapo. Yesu akawaambia hivi, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu anatajwa. Anawaagiza wanafunzi wake kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote, wala si taifa moja. Wakati mwingine ni ngumu katika tafsiri ya leo unapoongelea mataifa na taifa. Wakati mwingine tunafikiria ni mifumo ya dunia chini ya shirika la UN inayogawa mipaka ya kisiasa ya mataifa ya dunia. Yes, it can work like that. But unapokuja katika tafsiri sahihi ya Biblia, mataifa ni makabila. Ni watu wa kila lugha. Ni watu wa kila jamii. Biblia is not geographical and political. Sio ile mipaka. Well, you can focus also on that. But the Bible has gone that much far, a little bit. Anasema enendeni mkawafanye mataifa yote, wala sio taifa moja, yote. Sura ya 3 ya kitabu cha Yohana, tunamwona Yesu Kristo akitoka Galilaya kwenda Yordani ili apate kubatizwa. Mnanikubali nikiparaphrase hivyo, si ndio jamani? Mnikubali kwa ajili ya muda wenu wa Victory ni mwingi sana, alafu ni wa thamani mno. Alipotoka akaja Yordani ili apate kubatizwa na Yohana. Na alipobatizwa, hebu sikiliza, jioni leo tuna ubatizo ulivyo na uhusiano na Roho Mtakatifu. Jioni leo tunabatiza baadhi ya watu. Biblia inasema Yesu alibatizwa kama mtu mwingine yoyote anayeamini. Wakati anamkaribia Yohana, Yohana akaogopa kwamba nitambatizaje mtu kama huyu. Yesu akamwambia imetupasa kufanya hivyo ili kutimiza haki yote. Nisikilize, Biblia inasema akabatizwa, eneo la muhimu hilo la hapo. Alipobatizwa, Biblia inasema alipopanda kutoka majini, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa hua. Sema namhitaji Roho Mtakatifu kwa maisha yangu. This is Jesus. You just look at it. Hebu angalia, huyu ni Yesu. Alipobatizwa, Biblia inasema alipopanda kutoka majini, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama hua. Na sauti ya Bwana ikasema, huyu ndiye nani? Ndiye mwanangu ninayependezwa naye. Hebu twende pale ninapopapenda asubuhi ya leo. Sura ya 4 ya kitabu hicho. Hali inasema hali Yesu amejaa Roho Mtakatifu. Hali Yesu amejaa Roho Mtakatifu, akaongozwa na Roho kwenda nyikani. Akaongozwa na Roho kwenda nyikani ili apate kujaribiwa. Roho Mtakatifu ni roho ya umisheni. Kujaa kwangu, kunena kwangu kwa lugha, kufurika na kunena kote ni zaidi ya furaha ya maisha ya Kikristo ndani ya kanisa zuri kama la Victory Christian Center.
Ni zaidi ya raha na amani ya maisha ya Kikristo unapokwepo ndani ya mji mzuri kama huu wa Babati. Ni zaidi ya ile you feel that umekubaliwa na Mungu. Biblia inasema hali Yesu amejaa roho, amejaa. Sasa wewe unasubaa wapi? Mwenzako Mungu anajaa roho, alafu wewe utaki, utaponaje? Utaponaje? Huyu ni Yesu. Biblia inasema hali amejaa. Now he is getting into the ministry. He is getting into the work. Anaingia katika huduma, amejaa. Hakutenda neno lolote mpaka pale alipojaa. Anachukuliwa hali amejaa, akastahimili hali amejaa, akaweza yote. Kipindi chote cha kujaribiwa kwake akastahimili kwa sababu alijaa roho. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Mstari wa 14, kitabu hicho cha Luka sura ya 4 mstari wa 14 anasema hivi: moyo wangu unatamani kuomba pamoja na ninyi tena asubuhi ya leo. Hali Yesu amejaa roho. You see that? Akachukuliwa na huyo roho tena akapelekwa nyikani ili apate kujaribiwa. Uliona ameshindwa jaribu? Hakushindwa. Kwa sababu gani? Alikuwa amejaa roho. Nia yangu asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu na ujazo ni kwa ajili ya huduma, sio kufurahia maisha ya Kikristo ndani ya kanisa zuri kama hili. It's more than that. Ni zaidi ya hapo. Ni zaidi ya hapo. Wakati mwingine ninajiuliza, inakuwaje tunajaa? Inakuwaje tunanena kwa lugha kama na Roho alivyotujalia kutamka? But we are still there, Mama Prayer. We are still there. Tumebaki pale, wa aina ile, wa tabia ile, watu wasio na msukumo wala maumivu kwa habari ya watu wanaopotea dhambini. Wengine wako kwenye mazingira yako tu ya kazini, ya biashara yako, kwenye familia yako, wana hali, but you don't feel either. Huhisi hata kuguswa, huhisi lolote. Biblia inasema hali amejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na ujazo si kwa ajili ya kufurahia Ukristo na ubora na uzuri tulio nao juu ya nguvu za giza. Ni kwa ajili ya huduma na utumishi kwa ulimwengu unaopotea dhambini. Mstari wa 14 patamu hapa. Biblia inasema hali akijaa roho. Mstari wa 14 sura ile ya 4 na mstari mdogo wa 14, mstari Luka sura ya 4 mstari wa 14, nasoma katika jina la Bwana Yesu. Yesu akarudi kwa nguvu za roho kutoka nyikani. Yesu akarudi kwa nguvu za roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Akarudi. This is Pentecost. Unapoongea upentekoste, unaongea nguvu zitendazo kazi za Roho Mtakatifu katika maisha ya Kikristo na utumishi. Aliporudi alikuwa akarudi katika nguvu za Roho. Twende mstari wa 14. Roho Mtakatifu ni roho ya umisheni. 18. Mstari wa 18, Yesu na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Sio kwa sababu awe Mkristo fulani mmoja mzuri ndani ya kanisa. Wakupasha viti vya kanisa moto. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. It's not to stay in Galilee. Not to just enjoy Christian life in a beautiful church. No, he can do that.
but that was not his mission. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Ili nini? Anasema na Bwana amenipaka mafuta. Anaongelea ile mafuta kwa maana ya ujazo wa Roho katika utumishi. Amenipaka nini? Mafuta. Amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru walioteswa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Roho Mtakatifu unapojaa hata kiwango cha kunena kwa lugha ni kiwango cha utumishi uliotukuka sana.